Jamii yetu kwa nini inawatreat watu waliojifungua kwa operation kama sio njia salama ya uzazi kama njia nyingine? Kuna watu ambao walikuwa wanakuja kuniona, walikuwa wananiambia hujaumwa. Yaani wewe umejifungua kwa operation una raha. Inanifanya mimi nikiwa kama mama mzazi ambaye nimetoka kuwa na kidonda, sijamaliza hata wiki, kama nimepewa kama zawadi, sikustahili kupewa hivyo. Kwanza, why should you ask a person amejifungua kwa njia gani in the first place? Yaani ni kukosa tu ustaarabu. Wewe ni gynecologist, unafanya research, au huwezi kuniambia kuna njia rahisi? Hakuna uzazi ambao umewekwa rahisi. Ukiwa katika uzazi ni kipindi ambacho unahitaji kuwa encourage, kuambia maneno mazuri. Imagine mtoto hajamaliza hata mwaka, mtu anakuambia mfanyishe huyu mtoto mazoezi, mtoto anakula sana. Kusoma vitabu, kusikiliza watu ambao wanazungumzia haya mambo ya afya ya akili, inatufanya pia sisi mama wapya kujua jinsi ya kuhandle hizi stress, hizi pressure. Hello motherhood lovers, tumewamisi sana. Leo tumetembelewa na mgeni ambaye ni rafiki yangu, ni mama, ni mke, ni mwalimu, ni chef, ni mwandishi wa vitabu, lakini pia ameongeza cheo kingine, ni mama wa watoto 5. Alikuwa mama wa watoto 4, anaenda kuwa mama wa watoto 5. Anaitwa Witness Rewemam. Karibu sana Witness. Asante Marcy, nimefurahi kuona tena. Happy New Year. Happy New Year. Jamani, nimefurahi kuwa na wewe siku ya leo. Mimi pia. Last time mimi ndo nilikuwa pregnant, wewe ulikuja kama mgeni. Now tumeswitch. Ni kama ulipokea upako. Kabisa. Niliondoka na upako na sasa nimekuja kuonesha ushuhuda. Umekuja tena. Baba. Karibu sana. Asante. Yeah, tuanze na story yangu. Mimi nataka nikuulize swali. Mimi kama mama mpya, unajua wewe ni mama ambaye una watoto 5. Unaenda kuwa na watoto 5. Mimi ndo kwanza nimebahatika kupata watoto 2 mambo hivi karibuni. Sasa mimi kuna kitu ambacho kinanitatiza. Nilikuwa kanisani last time. Kuna mtu akaenda kutoa ushuhuda, amepata mtoto. Okay. Lakini alivyokuwa anatoa ushuhuda, nilikuwa naangalia live yani. Alivyokuwa anatoa ushuhuda, akasema namshukuru Mungu amenisaidia kupata mtoto lakini kwa njia ya operation. Ambao mimi sikuwa ninataka. Yaani nilifeel kwamba ni kama alikuwa hamshukuru Mungu kwa kuwa amempa mtoto, lakini alikuwa anashukuru sijui ni ikaje. Yani she wasn't that, yani sema alikuwa yuko grateful, lakini alikuwa kuna vitu vyake ambavyo ni reservation. Kwa nini nimejifungua kwa operation? Sio kwa njia nilokuwa ninataka, lakini Mungu ndo hivyo amenipa, ila tu hivyo. Kwa mimi nilivyosikia vile nikasema jamii yetu kwa nini inawatreat watu waliojifungua kwa operation kama sio njia salama ya uzazi kama njia nyingine? Okay. Kwa unataka kujua kwa nini jamii imeweka hiyo perception kwamba cesarean section ni kitu kibaya, labda ni kitu ambacho sio cha kimungu. Okay, mimi nadhani ni mtazamo tu, kwa sababu yani Mungu aliyeweka maarifa kwa madaktari kwamba ikishindikana njia ya kawaida tutafanya operation. Yeye ndo Mungu ameweka maarifa, kwa sababu binadamu tunajua medical science na vitu vingine vyote vinavyo kwenye ile eneo ni Mungu ndo anaweka maarifa kwa binadamu, kwa sababu vitu ni vingi. Mbona watu wanafanywa operations za kuongezewa damu? Mbona watu wanafanywa operations za kutoa figo, za kubadilishwa figo? Kama vikishindikana, figo ikifail. Kwa hiyo mimi nadhani ni mtazamo tu. Yani Mungu yeye aliyekupa mtoto ana namna ya kufanya huyo mtoto atoke kwa namna yake yoyote ile. Kama imeshindikana ile sisi tunaitaga natural birth. Mungu anafanya namna nyingine ili mtoto atoke salama. Huwezi kulazimisha mtoto atoke kwa njia ambayo unataka wewe. Cha muhimu ni ile zawadi ambayo Mungu amekupa. Kwa hiyo mtu akiwa anasema kwamba namshukuru Mungu lakini sio kwa njia ambayo nilikuwa nataka, kwa kweli anakuwa anakosea, kwa sababu pia isingekuwa kuna hiyo njia nyingine Mungu asingeiweka, angeweza kupoteza mtoto. Kwa ni ile tu hali ya kimtazamo. Hakuna chochote, yani hakuna mimi sioni tofauti kati ya kujifungua kawaida na kujifungua kwa operation. Ni perception tu. True, maana hata mimi nilijifungua kwa operation. Okay. Lakini pia kuna watu ambao walikuwa wanakuja kuniona, walikuwa wananiambia hujaumwa.
Kama si nishakuhadisia. Yaani wewe umejifungua kwa operation una raha. Yes, ujaumwa. Mimi nilivyopata ule uchungu niliumwa. Inanifanya mimi nikiwa kama mama mzazi ambaye nimetoka kuwa na kidonda, sijamaliza hata wiki. Inanifanya nijisikie kwamba you are less of a mother. Okay, kwa mimi sio mama. Kwa mimi sio mama mzuri. Kwa huyu mtoto ni amekuwa labeled kama mtoto wa operation. Kirahisi. Kama nimepewa kama zawadi, sikustahili kupewa hivyo. Ikaa inanifikirisha sana kwamba ni nani aliweka huu mtazamo wa kuwaponda mama waliozaa kwa operation, kwa sababu hatujapanga. Tulikuwa mimi kama mimi nilikuwa napenda kujifungua kawaida, lakini Mungu kuna njia nyingine nzuri ameniandikia, kwa sababu mimi hata kuna watu wangu wa karibu walikuwa wananiambia wewe umeitaka hiyo operation. Yaani wananiambia kwamba usiruhusu, umetaka mwenyewe, umeopt. Ilikuwa inanifanya nijisikie vibaya. Hapo nina maumivu ya kidonda. Mtoto ananisumbua, najifunza kuwa mama, najifunza kumlea, najifunza kumpenda, najifunza kuamka vile usiku. Mtu anakuja kukusalimia, anakupa hiyo. Kwanza, why should you ask a person amejifungua kwa njia gani in the first place? Yaani wewe mtu ameshajifungua na mtoto wake, kwa nini umuulize maswali ya namna hiyo? Yaani ni kukosa tu ustaarabu, kwa sababu kukosa maarifa. Kwa sababu mtu amejifungua, unataka kujua ametumia njia gani kujifungua. Wewe ni gynecologist, unafanya research au ni nini unafanya kutaka kujua watu wamejifungua? Mfano mimi nimejifungua, mimi experience njia zote, kujifungua kawaida na kujifungua kwa operation. Huwezi kuniambia kuna njia rahisi. Yaani hapa yaani kama ikitokea kwamba natakiwa nifanyie operation tena, ile picha bado ninayo mpaka leo. Huwezi kuniambia kama operation ilikuwa njia rahisi kuliko kujifungua kawaida, au kujifungua kawaida ndio ilikuwa ngumu. Zote ni sawa, maumivu ni yale. Yaani hakuna uzazi ambao umekuwa rahisi. Kama ilivyoandikwa kwamba mtazaa kwa uchungu wote tunaupata kwa namna yoyote ile. Kwa sababu kwenye operation pia kuna risks nyingi tu ambazo umepitia mpaka umejifungua huyo mtoto. Kuna masindano watu hawayajui ya bumper to bumper mpaka unafanywa hiyo surgery yenyewe, unakatwa. Yaani haijawahi kuwa rahisi. I don't feel less of a mother kwa sababu ya mtu anakuambia nini. Umefanya kazi kubwa sana na Mungu yuko very proud na wewe, kwa sababu yeye ndo aliweka njia hizo. Alisema kwamba yeye ataleta wana karibu na kuzaliwa, asizalishe. Yaani hivyo. Kwa hiyo yeye atajua namna gani atazalisha, lakini as long as umebeba wewe mtoto atatoka kwa njia gani, yeye ndo anajua. Kwa sababu hatuwezi kusema tuna rely na njia moja. Zamani watu walikuwa hakuna operation, watu walikuwa wanapoteza watoto, lakini science inavyo advance, Mungu ameweka maarifa kwa watu. Watoto wanatoka kwa njia rahisi na wanakuwa salama. Kwa sijisikie vibaya. Nishapoa, nishapita huko. Lakini pia hata watu ambao wanakuja kutusalimia, ile kwamba umejifungua, watu ndugu zetu tunawapenda, marafiki manini, but kuna comments ambazo wanatuambia zinatufanya sisi tujione wanyonge. Unajua ukiwa katika uzazi ni kipindi ambacho unahitaji kuwa encouraged, kuambia maneno mazuri, kuambiwa kwamba wewe ni mama bora, wewe ni mama mzuri. Imagine mtu anakuja anakuambia katoto kadogo sana. Nadhani kuna mtu wangu wa karibu alikuwa anapitia hiyo kitu, ilikuwa inanifanya nijisikie very bad. Anamwambia mtoto ni mdogo. Mbona mtoto ni mdogo? Mimi for instance, ni experience yangu, mimi nilizaa mtoto ni mkubwa, lakini watu walikuwa wananiambia mtoto ni mkubwa sana, mfanyishe mazoezi. Imagine mtoto hajamaliza hata mwaka, mtu anakuambia mfanyishe huyu mtoto mazoezi, mtoto anakula sana. Sasa mtoto wangu ameanza kukua, anatembea, anapungua. Unaambiwa tena anapungua. Mimi kuna mama kanisani alinisimamisha, akaniambia wewe mtoto wako haumlishi mtoto anakonda sana, mtoto haumlishi. Baada ukimwona mtu umwambie how are you, unaendeleaje, una shida gani, mbona mtoto anapungua? Kuna ile way ya kumuongelesha mtu kwamba kuna shida gani, kuna lishe fulani. Sasa mtu anaku but kusoma vitabu, kusikiliza watu ambao wanazungumzia haya mambo ya afya ya akili inatufanya pia sisi wamama wapya kujua jinsi ya kuhandle hizi stress, hizi pressure. Yaani ukiwa first time mom na kuelewa, kwa sababu kila mtu atakuja na opinion yake nyumbani kwako.
mtoto analazwa kifudifudi, mwingine anakwambia mtoto analazwa anatakiwa chali. Mwingine anakwambia mtoto mnyonyeshe miezi 6 usimpe chochote, mwingine anakwambia mpe maji ya kunywa. Hata maji, hata kauji chepesi. Yaani kila mtu atakuja na opinion zake. Kwa hiyo sasa hapo ni wewe tu kumwomba Mungu akusaidie. Yaani kuna mambo mengine unayachukua, unaitikia, unaendelea na shughuli zingine. Mengine yani usipersonalize mtu akikupa comment zake. As long as unajua unamlisha mtoto, as long as unajua hakuna chochote kibaya kinamtokea mtoto. Kila mtoto anakuwa kwa style tofauti. Kuna wengine wakiwa wadogo wanakuwa wakubwa sana, wanabadilika wanakuwa wadogo, wengine wanakuwa wadogo wanabadilika wanakuwa wakubwa. Kwa hiyo mtu personal opinion zake zisikunyime wewe usingizi. Kwa sababu kila siku nilichogundua watu watakuwa na cha kusema kuhusiana na maisha yako na watoto wako. Ukiendekeza kusikiliza, utapotea. Yaani fanya hivi. Mnyweshe mara si mafuta ya nini anasaidia kuongeza appetite. Akianza tena kunenepa watasema tena ananenepa sana. Mtoto ana obesity, kanenepa. But kwa mama wenzangu mnaopitia ambacho mimi ninapitia, nyinyi ni wamama wazuri, ni wamama bora, nyinyi ni majasiri, mnapendwa. You can do anything you want to do in this world. In heavens are proud of you kwa sababu sio kazi rahisi kuwa mama ise. Yes. Yeah. Mtu asikuambie tofauti na hivyo. Yes. Yeah. Thank you for your time. Nimefurahi sana kuwa na wewe. Mimi pia. Tumeandaa maswali 10 ambayo yanaulizwa kwenye peji zetu za mitandao na dada Witi atatusaidia kutujibu. Thank you. All the best. Okay. Mama mjamzito anamhitaji msaidizi gani wiki za mwanzo za kujifungua? Mume, mama mkwe, mama mzazi au dada wa kazi? Mimi nadhani wa kwanza mume wangu. Yaani huyo asikosekane. Yaani kama kuna safari ya kikazi naifunga kwa jina la Yesu kwanza hizo wiki za mwanzo. Alafu mama asikosekane, mama mkwe na dada wa kazi wakiwepo wote, kwa kweli nakuwa more comfortable. Wote wawepo. Taja funzo moja kwa watoto wako wa kiume. Funzo moja kwa watoto wangu wa kiume ni kuwa responsible caretakers. Yaani wawe wanaume ambao wanafanya majukumu yao ya nyumbani. Uzuri wana baba ambaye ni role model, ambaye wanaweza kumwangalia. Kwa hiyo ni funzo ambao nataka walijue kwamba wao ndio wabeba majukumu ya nyumbani, kuanzia chakula, mavazi na vitu vingine vyote ambavyo ni majukumu ambayo yamekuwa assigned mwanaume kuyafanya. Lakini pia wajue kama wao ndio priests wa familia, makuhani, kwamba wao ndio watakuwa waombezi wanaosimamia makuzi ya kiroho ya watoto. Ni ushauri gani mzuri zaidi uliowahi kupewa kuhusu umama? Ushauri ambao niliwahi kupewa kuhusu umama, kipindi ambacho nimeanza kulea watoto wangu wa mwanzo, ushauri mamangu alinipa ni kukazana kukaa na Yesu, kwa sababu nilikuwa tatizo dogo tu, yani na panic. Tatizo dogo na panic. Akaniambia, kwa nini usianze kwenda kanisa la watu wanaoamini habari za Yesu? Yani la watu ambao wameokoka. Kwa hiyo huo ndio ushauri ambao kwa kweli mpaka leo nimekulia kwenye mazingira hayo, lakini kuna kipindi sikuwa naenda sana kanisani, lakini alivyoniambia nikafuatisha huo ushauri, sijajuta kwa kweli. Malezi yanamhitaji Yesu kuliko chochote kingine. Je, kuna vyakula vyovyote vya ajabu au vya kipekee unavyotamani hivi karibuni? Kwa kweli hapana. Mimi vyakula vyote mimi napenda. Hakuna kitu kilichobadilika. Cha ajabu labda wengine wanakulaga udongo, maembe mabichi, mimi sijakula hivyo vyote na wala sitamani. Vyakula na vyakula ni vya kawaida. Mercy anajua napenda chips mayai 2. Je, wewe na mwenzako umeshachagua jina au ni siri kwanza? Kwa kweli jina lilitokea tu, hatukuchagua.
majina yako matatu, lakini moja lilitokea tu automatic, ndo tunalomuita baby good news. Alafu kuna la kwake ambalo ndo la kanisani, hilo Roho Mtakatifu ndo ametupa. Kwa hiyo tunalo hilo, hatuwezi kulitaja, lakini kwa sasa ni baby good news. Ni kitu gani cha kwanza unachotamani sana kufanya punde tu mtoto atakapozaliwa? Jamani, kuna huyu nzi samani, tutakata ana stress hapo, tutakata amkati excel. Haya, je, ni kitu gani cha kwanza unachotamani sana kufanya punde tu mtoto atakapozaliwa? Kwa kweli, kwanza kabisa niliomba mume wangu awepo kwenye hicho chumba. Nilitamani awepo kwa sababu yeye natamani ndo awe mtu wa kwanza kumbeba, ampe baraka kama baba. Lakini baada ya hapo natamani kwenda kumweka wakfu madhabahuni na vitu vingine, lakini pia natamani kulalia tumbo. Nimemiss kulalia tumbo. Je, ni kipi kinatisha zaidi kati ya kulea mwanaume au mwanamke wa baadaye? Sioni kama kuna kitu kinatisha kwenye kulea mtoto wa kiume au wa kike au mwanamke wa baadaye, lakini kuna mahali ambapo unaweza ukasema unaweza ukaweka uzito zaidi, kwa sababu mfano yani kila sehemu kuna uzito wake. Kwa hiyo hakuna kilichozidi kingine, kwa sababu kulea baba wa familia inahitaji pia hekima ya tofauti, na kulea mama ambaye yeye ndo atakuja sasa kuwa mlezi tena wa hao wa kiume na wa kike inahitajika hekima zaidi. Kwa hiyo sidhani kama kuna jepesi hapo kati ya kulea wa kiume na, yani yote inahitaji uwe vizuri tu, uwe vizuri kisaikolojia, uwe vizuri na Mungu ili akusaidia. Hakuna malezi marahisi kwamba ukilea wa kike itakuwa rahisi au ukilea wa kiume itakuwa rahisi. Haijawahi kuwa hivyo. Utakapokosea matokeo yanatokea ni yanafanana, na utakapopatia matokeo ni the same. Kwa hiyo hakuna jepesi. Kwa nini mwanamke mjamzito huwa na tahadhari ya kuficha mimba? Kwa kweli mimi binafsi sifahamu kwa nini wanaficha, kwa sababu ni kitu ambacho eventually kitajulikana. Lakini wengine unakuta ni maelekezo ya Roho Mtakatifu, watoto wao ni wanadhiri wa Mungu wanaitwa. Wengine tu unakuta tu ni myth za kimila huko, wanaambiwa mama mjamzito hatakiwi kuonekana. Wengine unakuta tu ni hofu tu zile za kibinadamu kwamba nikionekana na watu kutatokea hiki, kitatokea hiki. Lakini sidhani kama kuna sababu maalum hasa kwamba hii ndio inasababisha watu wafiche ujauzito, kwa sababu mimi naamini ujauzito ni baraka, sio kitu cha kusema utakificha kwa muda mrefu. Ni baraka na ni kitu ambacho cha kufurahi nacho. Kwa hiyo watu wana sababu tofauti tofauti, wengine ndio kama hivyo nilizozitaja. Kipi ni muhimu katika familia, baba kwanza au watoto? Hapa sasa mnataka kunichonganisha na watu wangu. Mimi kwa kweli sioni ambaye hana umuhimu. Baba nilikuwa naye kabla sijawa na watoto, kwa hiyo siwezi kusema watoto ni muhimu kuliko baba. Baba tulianza wote, na hata kwenye maombi huwa nawaambia nikianza kuomba maombi ya baba yanakuwa makubwa zaidi alafu ya watoto, kwa sababu yeye ndo tulikuwepo kabla ya kuwa, mimi na yeye tulikuwa mume na mke kabla ya kuwa baba na mama. Lakini wote ni wa muhimu na uzito wake, kila mmoja amebeba uzito wake kwenye maisha ya mama. Huwezi kusema watoto ni muhimu zaidi au baba ni muhimu zaidi. Wote wana nafasi yao. Taja funzo moja kwa watoto wako wa kike. Wanatakiwa wawe wavumilivu, yani wawe ngangari tuseme, wawe wakomavu, lakini pia wawe wanawake waombaji. Kwa kweli hii dunia sio nyepesi sana kwa wanawake, yani kwa majukumu ambayo tumepewa, kuanzia kunacha kiumbe kikiwa tumboni mpaka kizaliwe, kikue na ukile katika malezi ya kumjua Mungu, sio kazi nyepesi. Inabidi wewe mwenyewe pia uwe vizuri kiroho, uwe umeji-equip rohoni. Kwa hiyo natamani sana watoto wa kike wamjue Mungu tangu wakiwa wadogo, na niwafundishe kuomba, maombi. Yani wanawake kinachotushikilia ni maombi. Kwa
Kwa hilo ni jambo la kwanza. Hawa mengine yote yata align tu, kama ukiwa ni mama muombaji, mengine yanaenda tu. Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. Wewe mara moja tu. Mara moja. Kula wiki. Uongo. Umeua. Kula wiki. Bye bye.